na kayisi nikidolore Lenkai. Neno hili la kutoa Olomoni lenkishoroto imeandikwa lenye msingi mzuri katika Biblia. Njere kero kitamanyunoto sidai torore Lenkai. Na tuone neno la msingi kutoka Biblia Na maroto olomoni lo kitamanyunoto de Biblia linalohusu kutoa. Njere woishoyo maira. Nasema biblical foundation of giving. Njere kitamanyunoto lenkitainoto torore Lenkai. Katika Mwanzo 22 ore lenkiterunoto tomo tikitamare na ukisoma mstari wa kwanza hadi 16 tinisoma gerere la dokaya mpaka tomo ile inazungumzia neno la kutoa. Emaki olomoni lenkitainoto Kwamba Mungu akamnenea Abrahamu, njere ndilo liolaidoriani Abraham, akamwambia nitolee mwanao wa pekee Isaka, nejoki ntaikeki enkerai ino nabo neata Isaka, na uende naye mpaka mlimani nilo oninya mpaka oldonyo na ukamtoe dhabihu huko. nilo aitainyo olasar teine. Na huyu Abrahamu Nora pele Abraham aliposikia sauti ya Mungu ore pening oldoilo Lenkai aliweza kutii. neshomani. Na tunaposoma hapa twasikia hivi, Ore kipuo aning ashu kisomna kining Mwanzo 22 na mstari wa kwanza. enkiterunoto tikitamare orkereri la dukuya. Kawa baada ya hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia, Ibrahimu, naye akasema mimi hapa. Akasema, mchukue mwanao, mwana wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, umtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mojawapo nitakayokuambia. Ore tulusoitie kuna baa nelo Enkai Abraham nejoki ninye Abraham, nejo ninye nele nanu, nejoki toriko olayioni lino Isaac lola ninye ake yata ilo linyor, nipuopuo enkop e Moria nintai ninye teine metaa olasar opejori tenchumata oldonyo obo laaliki. Hapa tunasikia vile Mungu alivyomnenea Abrahamu. Ore tene nikining'ito olairoriani irorie Abraham, anamwambia nitolee mwanao wa pekee unayempenda. ejoki nchere ntaikiaki enkerai ino nabo ninyor niata. Na ukisoma huko mbele unasikia vile Abrahamu alivyoenda na mwanawe Nore piinintitia tedukuya nidol eneikunari Abraham pele enkerai enye mpaka mlima wa Moria. mpaka oldonyo le Moria. Na alipotaka kumtoa dhabihu, Ore ake peeyieu apa nitainyo olasar, Mungu akamwambia la, wacha, nejoki olairoriani atapala, na niko na kondoo hapa, akaata enker tene, unitolee maana nimeona kabisa unanipenda. ntaikinyieki olasar amu atodua oleng ajo kinyor. Ukisoma pia kitabu cha Matendo ya Mitume tulisoma Ore sii piining tembuku osarge orkipareta nikitoning'o 20 na mstari wa 35, tikitam orkereri lenye le 35. Paulo anawaambia watu wote Etiaka Paulo iltung'anak pookin ya kwamba kubukeni maneno ya Yesu Kristo, nchere entadamu ilomon le Yesu Kristo vile alivyosema nena apa naatejo ni heri kutoa enaikash enkishooroto kuliko kupokea. alang eng'amaroto. Maandiko mengi ya Biblia Ore sirat kumok le Biblia inazungumzia habari ya kutoa. neimaki orkilikwai lenkitainoto. Sasa swali ambalo mara nyingine tunajiuliza Ore taa embaye oshi nikinkilikwanu katitin kumok, ni kwamba tunastahili kutoa nini na nini katika maisha yetu. kanyoo dii enarikino nikintai nyoo tenkishui ang'? Maana hiyo ni ya muhimu sana kujiuliza. Amu inenetipat oleng tenkishui ang'. Tunastahili kutoa nini na nini katika maisha yetu. Kanyoo enarikino nikintai yo maate tenkishui Tuna ang'? maeneo kama 4 Etii wueitin ong'uan katika maisha yetu tunastahili kutoa. too wueitin ong'uan ake enarikino nikintai tenkishui ang', Na hiyo ninasema the areas of giving. naa wuejitin taa enkishooroto. Andika hiyo. Ngero nena ong'uan. Eneo moja ya kujitoa Ore wueji nebo nintainye ni kutoa roho zetu. naa peekintai iltauja lang'. Si unishike. Peekimpunda Toa aitainyo roho zetu. iltauja lang'. Maana ni katika neno la Mungu Amu tiari orore le Enkai inaonyesha ya kwamba mwanadamu anastahili kutoa roho yake kwake. eitodolu nchere tia oltung'ani oitayu oltai lenye tiatua. Katika Matendo ya Mitume Ore toyasat orkipareta 10, tomon, Matendo ya Mitume 10 yasat orkipareta tomon, na mstari wa kwanza hadi 4, orkereri lenye le dukuya mpaka ong'uan, huwa tunakutana na mzee moja nikitum oloobo ambaye
anaitwa Cornelio. Nikitumolobo oji Cornelio. Cornelio yeye alikuwa mtu ambaye alimpenda Mungu na oltung'ani abanyor Enkai, alimuogopa Mungu. Oltung'ani ure Enkai, na tunaweza kusikia hapa Biblia inasema nini. Na kininta arwasirara jogeja. Pana mtu Kaisaria jina lake Cornelius, akida wa kikosi kilichoitwa Kitaria. Soma. Etia wa Kaisaria oltung'ani oji Cornelio la osajini kitore sirito asikarini o Roma naji esirito oltalia. Oltung'ani apa aseremani neure Enkai ninye wenkaji enye pooki na aminin naleng tooltung'anak aisinak lolayahudi neomon ninye Enkai anaake. Hapa tunasikia huyu mtu ore tenewueji nikining'ito ilo tung'ani alikuwa mtaua mcha Mungu, oltung'ani apa onyor Enkai yeye na nyumba yake yote, oltung'ani apa ure Enkai tenebo enkaji enye pookin. Naye alikuwa anawapa watu sadaka nyingi, ore apa ninye naa kisho iltung'anak inkishoorot kumok na kumuomba Mungu daima. Neomon Enkai nkolong'i muj. Akaona katika maono wasiwasi nedol taatoo nduat aitodol nchere kama saa 9 ya mchana, saa 9 endama, malaika wa Mungu akamjia nelolotoki olmalaika l'Enkai na kumwambia Cornelia. Nejoki Cornelio. Akamtazama neing'or sana akiogopa, neing'or oleng ikirikira neurisho, na akamtazama akiogopa, akasema kuna nini Bwana? Nedol teurisho nejoki kanyo ijito olairoriani. Akamwambia nejoki sara zako ore enkomono ino na sadaka zako olasari linono zimefika juu natabautua shumata na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Netaa orkitamanyunoto lenkitadamunoto lenkishui ino. Sara zako ore enkomono ino na sadaka zako olasari linono zimefika hapa juu mbele za Mungu. Etabautua ene shumata tedukuya olairoriani. Lakini shida ya Cornelio ilikuwa moja. Na ore apa enyamali e Cornelio naa nabo. Anatoa sadaka egira ilasari na pia anaomba sana, na keomon si oleng, lakini roho yake ore oltau lenye haikuwa imeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Itigerite buku enkishon ondarasi. Akaambiwa tumana nejoki nereo kule Yafa, eshomo ewueji ya Yafa, umuite mtu anaitwa Petro, mpoto oltung'ani oji Petero, na ako katika nyumba ya mtu anaitwa Simioni, netii tenkaji oltung'ani oji Simeon, na umwite nimpot, naye atakwambia utafanya nini. na ilo nyaliki ajo kanyo indim ataasa. Na huyu Petro alipofika, ore ake peebai Petero, Bwana asifiwe sana, esisi olairoriani, alimwambia nejoki nchere, kumwambia mambo mengi. nitijoki mbaa kumok. Kile alifanya ore enataasa ni kumwombea neno la toba, naa peomonoki olomoni lenkiridunoto, akaokoka. nejeu Igawa alikuwa anaomba sana, kwapa naa oltung'ani omon oleng, igawa alikuwa anatoa sadaka nyingi, kwapa naa ketai ilasari kumok, lakini moyo wake kake ore oltau lenye ulikuwa hajasamehewa dhambi zake, itu ake epalikini oltau lenye ng'ole na hajaoshwa na damu ya Yesu. nitituku osarge le Yesu. Kwa hivyo kama angeenda mbinguni neeku tenaa keshomo apa shumata akiwa hajaokoka, eton itu ejeu, kweli sadaka zake zipo, kesipa ketii ilasari lenyana, maombi yake yapo, etii tenkomono, lakini yeye anaenda jehanamu. kake ore ninye nelo orbarbar lenkima. Na hiyo ndio shida kubwa ya watu. Na ina nyamali oltung'anak Kama kumok. kuna watu wanatoa sana, Njere ketii iltung'anak oitayu oleng, na kuna watu wanaomba sana, netii iltung'anak oomon lakini oleng, roho zao kake ore iltauja lenye hawajazipeana kwa Mungu. nitu isho olaitoriani. Nashukuru Yesu Kristo Aisho Yesu Kristo ambaye sisi ametuokoa laa ninye oitajoki iyiok na amepokea roho zetu mbele zake. netang'amayie iltauja lang tedukuya ninche. Jina la Bwana lisifiwe sana. Aisisi enkarna olairoriani. Nasema jina la Bwana lisifiwe. Aisisi enkarna Yesu. Kwa hivyo msingi wa kanisa letu, neeku ore orkitamanyunoto le kanisa, the Full Gospel Churches of Kenya, the Full Gospel Churches of Kenya, kile tunatilia maanani sana, ore ina nikipuo asipu oleng, kila moja aokoke, naa pooki ng'ae peebaiki enjeunoto, apeane roho yake kwa Mungu, peisho oltau lenye aisho Enkai, asamehewe dhambi zake, peepalikini ng'ok enyenak, awe mtu mpya. peeku oltung'ani ng'ejuk. Sasa hata akitoa mali zake, metaa tenitayu duo ninye masaa enyenak, mali zake zitakubalika mbele za naa Mungu. kenyorrari masaa enyenak tedukuya Na siku olairoriani. moja Ore tenkolong nabo
utakutana na yeye na yigitumo ninye katika makao ya milele. Tankana sondarasi. Lakini ukiwa hapa agore itieni ati unahitaji kuwa mshirika wetu wa Full Gospel, igirani agora irugo ni le Full Gospel, ati kwa sababu ulitununulia hii jukwaa, ijamu yinyangwa eleperere, hakuna cha hiyo. Metiraina au ulitutolea mabati hii yote, au ulitununulia mawe na mawe ya kanisa yote, mawe tununulie, sawa, tutajenga tukae ndani yake, lakini roho yako itafika mbinguni. Kwa hivyo kanisa letu hatutambui watu kwa kutoa. Hatutambui watu, nasema tena, hatutambui watu kwa kutoa. Kutoa pesa zao. Tunatambua watu waliookoka kama Cornelius alipoombewa na Petro kama wa ufalme wa mbinguni. Jina la Bwana lisifiwe. Hata kama unatoa gari lako kupatia mchungaji na wewe ni mlevi au unaenda kwa waganga, wewe ni mtu wa shaitani, hatutukubali ati kwa sababu ulinipatia gari unipatie niendeshe, nihubiri injili, lakini wewe usipookoka utaenda jehanamu. Amen. Amen. Si unifanye hivi. Angalia aliye karibu na wewe, umwambie toa roho yako kwa Mungu. Ili ukubalike huko. Mahali ambapo tunaenda. Maombi yako na matoleo yako itakubalika, lakini roho yako ndio ya kwanza. Kitu cha pili cha kujitoa katika maisha yetu ni kitu tunaita nafsi. Nafsi. Tunaposema nafsi zetu tunamaanisha namna gani? Ni kwamba kule ndani ya moyo wangu, igawa nimetoa roho yangu, lakini pia mawazo yangu, nimeyatoa kwa Mungu. Maana ninaweza kutoa roho ndio, lakini mawazo yangu siyatoi. Ukisoma wa Korintho wa pili 8, wa Korintho wa pili 8 na mstari wa kwanza inasema, tena ndugu zetu, soma aiki yeuni yolo ntaila lashara anganashara anara sembri sangai na shogi sirito ya Makedonia. Edadamagi na leng tasina kakore diaru na naboki nedoe ngidenye na ore hona isnak na leng nidulusoitie elemonte ngishoro renye amoka idim nanu atiake ntai nchere ishorutua na iririkino nana naata nitoki aitogiro ine. Ore te yeuno tenyamate itereshakita yiok naleng eyieu nishori metang'ara eretoto nareti iltung'anak lenkai. Netogiroitie kuna pooki enikinteki apa yiok amu atetang'asa aisho laitoriani paa kitoki taa teyeunoto enkai aisho yiok. Na pikitiakita Tito mstari wa 5, tena walitenda hivi, netogiroitie kuna pooki enikinteki apa yiok amu atetang'asa aisho laitoriani paa kitoki taa teyeunoto enkai aisho yiok. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Paulo anazungumza habari ya kanisa la Makedonia. Yagira Paulo aimaki kanisa Makedonia. Anasema ejito
kanisa la Makedonia ore kanisa Makedonia walikuwa mfano mzuri sana negira nyanyuko rabasidai oleng wakati kulikuwa na njaa. terishata nadi esumash Maana wengine walipokuwa wanachangia walio na njaa, angora begira kole kaya itaikilelo esumash, hili kanisa la Makedonia ore na kanisa Makedonia waliulizwa na mitume nikilikuwa narike bareta wao wasitoe nchere bemeita inenche kwa sababu ya shida zilizokuwa kwao na umaskini wao. tendiaraki nyamali abanari adwa ninyo sinalenye Waliwapima wakaona hawa ni maskini. engora banenche nje mari sibolo mana Badala ya kaisana kusumbua maskini, nego alang nari neta nyama lasina sasa waabiwe waache kutoa. nejo ginita bemetai. Lakini Paulo anasema Hagerejo Paulo hawa watu mimi ninashuhudia ore kulo tung'ana naa nanu shakeno kwamba kwa uwezo waliokuwa nao ore tenkidimata naata na zaidi ya uwezo wao, ore tenebo ninye itogiroitie engolon enye, kwa hiari yao wenyewe ore tenkishoroto enye walitoa vitu vyao. neitaituo ntokitin enye. Anasema wakituomba sana egira aomon iyiok pamoja na kutusihi, egira sii aasai wanaomba sana egira aomon na kusihi sana. nesai aitirishaki Wanasema tafadhali hata na sisi nchere wana sininche siake iyiok tushirikishwe, peetumokini atang'arie iyiok, tushirikishwe peitang'ari hata iyiok, sisi tushiriki, ore sininche iyiok niking'ar ena baye sitengwe peemepuoi aiwang'ie iyiok ati kwa sababu ya umaskini wetu. eji tendiaraki negira aisina. Na mstari wa 5 umesema ore orkereri lemiet netejo tena walitenda hivi, netaasa sii inji, si kama vile tulivyotumainia tu, mapa duo enaa enikisiligita ake, bali walijitoa nafsi zao, kake itaituo nkoroki enye, walijitoa nafsi zao kwa Bwana itaikitia nkoroki enye olaitoriani, na kwetu pia ara sii ninche iyiok kwa mapenzi ya Mungu. teyieunoto Enkai. Jina la Bwana lisifiwe sana. Mesisi enkarna olaitoriani. Wewe unaonaje Kanyio idolita iyie kama watu wa kanisa tana ore iltung'anak le kanisa au viongozi wa kanisa ashu ilarikok le kanisa wangekaa chini etotona tenebo wakiongozwa na mchungaji Joseph, egira arikoo olairitani Joseph, waseme kanisa letu la Engishimurwa ejo ore kanisa ang' ekishormorua pale tende wana umaskini mwingi, iltung'anak aisinak wana oleng, shida nyingi, keeta nyamalaritin maana kwao kuna njaa. amu ore enkop enye netii esumash. Kwa wakati huu ore tena rishata tunatoa pesa ya Pasaka, aikintayu iropiyiani e Pasaka, tunatoa pesa ya chakula. aikintayu iropiyiani endaa. Kwa mkutano huu wa Pasaka, ore tena tume e Pasaka watu wa Engishimurwa ore iltung'anak le kishormorua tumewaomba wao wasitoe. kitoomono ninche peemeitayu. Mnafikiri wangesema nini kama ni watu wa siku zetu? Atakata zitadautu ajo kajejo tana iyiok lina rishata nareto shonkai. Ni swali nauliza. Arejo tadi agira ikilikwanu. Wangesema nini? Ikilikwanu. Anare rejale local. Kama ni local church hii tunaita Siana. Tana local church Siana. Bishop wakae chini. Netoni talo bishop. Wa baraza ya district. Na baraza le district. Waseme ili Paul aba ore lomoni. Anasema hivi. Gra jonji. Katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Aitoduandai pooki toki njere tinisi aishosho aiko nejia niretirete looshal idamumu irore ilo olaitoriani Yesu enaa enatejo openy njere enkishooroto namayiana alang' eng'amaroto. Hapa tunasoma neno lililonenwa na Paulo, kegira aaning' olomoni tene la Paulo oiroro akinenea watu wa kanisa la zamani. Egira airorie iltung'anak le kanisa erishata apa natulusoyie. Anawaambia mkumbuke maneno ya Bwana Yesu alivyosema mwenyewe, egira ajoki nchere entadamu enaa natejo olaitoriani Yesu makeon kwamba ni heri kutoa kuliko kupokea. Njere naikash enkishooroto ninye namayiana alang' eng'amaroto. Ninataka kuzungumzia neno la kutoa. Ayieu naimaki olomoni lenkitainoto au elimu tunaita elimu ya kutoa, ashu enkiteng'ena enkishooroto, kwa sababu elimu hii ni pana sana. amu ore ena kiteng'ena naa kelala.
na ina maeneo mengi sana ya elimu hii. Na gara wejitin ne good nagerangana. Ni vizuri kuielewa kwa undani. Aisidai ni yolore ngurono le. Maana tunaweza kuona siku kama ya leo. Amoge ndema ya ngorang kolong na ija na data. Tunasherehekea kigira ashabakino. Vile ambavyo Mungu alimtoa mwanawe wa pekee. Tunaposoma Injili ya Yohana 3 mstari wa 16. Wale kusoma Yohana Injili uni orgelea tomono ile. Huwa tunasikia Biblia inavyosema aiginimoshi anajo Biblia kwamba kwa maana jinsi hii njere wana anajunji Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Alipopenda ulimwengu alimtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo akatolewa ili awe fidia ya dhambi zetu, na ili kwamba sisi tuliokuwa tumepotea katika dhambini kupitia kwa damu yake msalabani na tuweze kuokolewa. Kwa hivyo Baba alimtoa mwanawe, naye Yesu Kristo alipotumwa hapa ulimwenguni akajitoa mwenyewe. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo Baba alimtoa mwanawe, naye Yesu alipofika hapa duniani akatoa mwili wake uweze kusurubishwa kwa ajili yetu. Kwa hivyo siku kama ya leo ambaye ni siku ya Friday, Yesu alishikwa na akasurubishwa msalabani na damu yake ikamwagika pale msalabani. Alafu siku ya Jumapili akafufuka. Kwa hivyo tunapokumbuka wakati huu tunaita wa Pasaka, tunakumbuka vile Mungu alivyomtoa mwanawe wa pekee awe kondoo ya kutolewa dhabihu kwa ajili yetu. Na tunakumbuka vile Yesu alisulubishwa msalabani vile alivyojitoa kwa ajili yetu. So tuna raha na furaha sababu kuna mmoja aliyejitoa. Nasi wakati huu wa Pasaka, fundisho ambalo liko ndani ya moyo wangu ni kwa ajili neno la kutoa. Kama Baba alitoa, Yesu alijitoa, na sisi tunastahili kujitoa. Amen. Ili Injili iweze kuendelea huwa inahitaji mambo matatu. Moja ambaye Injili inahitaji ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye huweka neno ndani ya watu wake na wanafaulu kuhubiri Injili, na kupitia kwa Roho Mtakatifu watu wanafahamu dhambi zao, wanatubu, na kanisa linazaliwa. Kitu cha pili ambacho inahitajika pia ni mwanadamu au mtu. Maana Mungu hutumia mtu ili kwamba Injili iweze kuwafikia wanadamu, na huyu mwanadamu lazima ajitoe, na kwa hivyo pia Injili inahitaji pesa. Angalia aliye karibu nawe, mwambie pesa.
Si muangalie tena, mwambie pesa. Injili inahitaji pesa. Wale ligerozo na ligerozo pia. Na hiyo ndio kweli. Na inasepara. Pesa injili inahitaji pesa. Yegewe ligerozo robiani. Vitu vitatu. Ndogiti uni. Roho Mtakatifu. Ngea ngasinyati. Mtu. Waltungani. Na pesa. Na tutakapokuwa tukiendelea, maana hii ni introduction, tunaendelesha hii neno la kutoa, tutaingia neno la pesa. Pesa ni ya muhimu sana. Nasema tena, pesa ni ya muhimu sana, na tunahitaji kuwa nayo. Na kama watu ambao wameokoka, pia tunahitaji Roho Mtakatifu ndani ya mioyo yetu. Tunahitaji neno la Mungu lijae ndani yetu, na tunahitaji pesa ijae kwa mifuko. Si unisaidie kufanya hivyo. Yani nahitaji Roho Mtakatifu. Uguze hapa. Nahitaji Roho Mtakatifu. Ninahitaji neno la Mungu. Na vile vile nahitaji pesa. Ijae kwa mifuko. Ndio hiyo. Kanisa inahitaji robiani. Mambo ya pesa usiweke mbali na neno la Mungu. Na uwezi kusema ya kwamba kanisa litaendelea bila pesa. Maana hata kuja hapa kwako leo, si ulikuja na pesa? Hiyo nguo umevaa, amana na galani ni njoo unanunua na nini? Nyoni nyamu. Asubuhi ulikula nini? Amara de nyanyi nosa. Na tukija hii mkutano tutakula nini? Amari amwe ndio mwakanya de nginya. Ile gari ambayo nimekuja nayo nimeweka nini? Amari akari nayo unyanganya de bega. Kwa hivyo uwezi kuepuka pesa. Hata ukifanya namna gani. Na hiyo tutaongea. Na tunahitaji kuwa na pesa mingi. Yani mingi. Ijae kwa mifuko. Ijae kwa bank. Ijae kwa nyumba. Mahali unapitia pesa. Ukija kanisani unakuja na pesa. Ukipitia barabara unapitia na pesa. Na popote ulipo pesa ipo. Si ushike hivi. Hiyo neno hilo niliko. Lakini sasa shida, na hiyo tutazungumza, ni kwamba pesa ni mingi sana duniani, lakini kikerenge ya kutega ni kidogo sana. Baada zamani tulikuwa tukitega ndege tukiwa vijana, na tulitengeneza kikerenge hivi, alafu tunaweka vile ambavyo ndege itakuja iingie ndani, ikanyange ka kitu fulani, ishikwe. Na ukiwa na vikerenge 10, unatega ndege 10. Ukiwa na moja, unatega moja. Kwa hivyo vijana walishindana, vikerenge yako ni ngapi? Maana vile iko mingi, hivyo utatega mingi. Kwa hivyo tukiwa hapa, hata hiyo tutazungumzia. Tuone muna vikerenge ngapi ya kutega pesa. Ni mingi inapitia huku. Ikienda Masai Mara. Ingine inapitia hapa ikienda Tanzania. Na pesa iko na watu bwana. Na ni mingi sana. Lakini mitego ya kutega ni kidogo. Na wengine hawana mtego hata moja. Aha.
Na hiyo tumalizie hapo. Ndio radi na Introduction. Wewe na nani ndio tuwage. Alafu ningependa tuombe sana maana mifugo yao imekufa. Ora kama la lesia de LCA kwetu hapa kishwa jana labe. Na kuna mambo ambayo tunafanya ya district. Deramba ni kiasi ya district. Na tumeona wao wasitoe. Nikirudwani njeve metai. Mchungaji wenu akiwa kwa baraza. Ora la rita dilinyiti wa baraza. Mnafikiri angesema nini? Kanya sikara ilikuwa na raja na reja. Aseme wanarosera watoe. Ndio raga na rosere tai. Loita watoe. Ora lolo ita njayao. Naigara watoe. Ora la naigara njayai. Wasongiro watoe. Ora le wasongiro njayai. Lakini siana wana shida mingi. Kama ore siana na nyamali. Na tena walio huko ni maskini. Ore silodi ne na laisana. Maana hata wamama wa huko. Agwa ore nyanto mono kina ho. Wengi hawana kondoo. Ore ngumo ne mela ntai. Hawana mbuzi. Mera gineji. Ni ya wazee wao. Norma yanile nyana na. Sasa watatoa nini? Kanyona do yeitai. Awatete. Nebo rapi dandai. Aseme. Nejo. Hallelujah. Hallelujah. Mungu akubariki bishop. Akubariki na abariki mareverend. Aje hapa kwa furaha sana. Ambie niliwatetea. Usitoe. Tungefanya nini? Si anastahili kupigiwa makofi? Aya, ampigi makofi kwa kututetea. Hiyo ndio ujumbe. Hii ndio ujumbe ulienda Makedonia. Toka Yerusalemu. Ukapelekwa na viongozi. Wakasema sisi tumeruhusiwa kwa sababu ya umaskini wetu kwamba tusitoe watakatifu wengine wakihudumiwa. Wao wakatumana wakasema, si unasikia hapa wanasema wakituomba sana pamoja na kutusihi kwamba wakubaliwe washiriki kutoa. Ni watu wangapi wana roho hiyo? Hata mshirika wa kawaida akipata shida na kanisa linatoa kwa ajili ya mambo fulani, naambiwe wewe tumekuruhusu kwa sababu msichana wako alizaa, tunajua. Simunifanye hivi. Mume wako alipata shida, tunajua. Na hivyo kwa hii usitoe. Unaona mshirika huyo atafanya nini? Wacha tuangaliane. Wacha tuangaliane. Angalia aliye karibu nawe. Tuangaliane sasa. Wacha tuangaliane. Muangalie aliye karibu nawe, umwambie na kwa ukweli. Muulize na kwa ukweli. Wewe tukikufungua usitoe. Ni kucheka utacheka, utafurahi. Au utatusihi kama hawa. Abaya. Ninafikiri namna gani? Yaani mimi niambiwe nisitoe. Si moyo wangu. Si nitaona mnanihurumia. Dada moja kule Naibelbe. Ni wale waanzilishi wa kanisa letu
anaitwa Grace Norman, huyu anamjua sana. Labo ije ruengisia yere na G Grace. Tulimkuta siku moja kinye kudwa angana na bo akiwa amefiwa. Mchere etwa no mali lenye. Na akawa ana huzuni nyingi. Neko la yake hata na aisina nisho sawa. Tukaenda kwake nyumbani. Asina sawa. Tukaenda nyumbani kwake. Nikiboda ankanyenye. Tukampatia neno la faraja. Nikikwe Solomoni lange tangolo. Tulipokuwa tunaondoka, ore kengera aipa akaita mchungaji wake Torome. Nibol alareta nilenya Torome. Akamwambia, mchungaji, nejuka alareta ni. Unajua kanisani tulikuwa tunatoa pesa. Yeye ajua bana kanisa nengra Nairobi. Sasa yangu iko hapa. Ore 99 akatoa sijui 1000 ngapi. Nenda moyo jengera haja. Yani amefiwa, mchela unawanya zote umeenda kumfariji kisha moyo waenda wakati wa maombolezo. Ore nakara na rishana rosina yeye anatoa pesa zake kwa ajili ya mambo ya kanisa. Tenjara ki mbaya kanisa. Mimi nikashangaa na inasia na nikasema Mungu akubariki dada. Na joki megrama yana ngaya. Hata nilipokuwa ninaenda nyumbani, ore si hapa aloiza niliona huyo mama atodwa na mama ametoa roho yake kwa Mungu. Na vile vile ametoa mawazo yake kwa Mungu. Na nafsi yake yote iko katika Mungu. Kwa hivyo pesa anazozitoa kufuata zinafuata. Zinafuata mahali roho yake ipo na mahali mawazo yake yapo. Kwa hivyo katika elimu hii ya kutoa, mwanzo wa kila kitu ni hapa kwa roho. Amen. Amen. Kitu cha pili ni hapa kwa mawazo. Si unisaidie kuguza hapa. Yani inatoka hapa. Hapa ndio inatoka. Ya kwamba you are willing. Wewe mwenyewe umeamua. Unaposikia watu wanakuzuilia kutoa, unakuwa kama kanisa la Makedonia. Waambia hapana. Nina shida ndio. Hata hiyo ninajua. Ninajua sina unga. Hata hiyo ninajua. Ninajua watoto wangu hawana fees. Hata hiyo ninajua. Lakini kutoa, hallelujah. Iko kwa DNA yangu. Huyu mtu anakaa kama kuku. Kuku ambaye hauwezi kuizuilia kutega mayai. Yai ikitaka kutoka. Huwezi kuzuilia kuku. Hata ukifanya namna gani, utasikia tu inakimbia hapa. Inasema keke. Ya hapa. Inaweza kuingia kwa kitanda. Ingie wapi? Ukitoa inarudi. Tunapambana na maziwa lala. Tunakunywa bila pesa mingi. Na kanisa silifaulu. Na makanisa yakazaliwa. Na ndani ya hiyo makanisa, si leo tuna watu ambao wamejaa. Na wamejenga makanisa makubwa ya mawe. Tuna haki ya kushukuru Mungu. Maana tulijitoa miili yetu. Nami nawaomba jitoeni miili yenu. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Si lazima utoe mali tu, lakini mwili wako pia. Hata unaweza amua useme ya kwamba mimi ningependa, maana sina pesa, lakini sasa shida ni kulazimisha kuku ambaye ana tenilo na laisimagi utafanya kibarua kubwa. Kitu cha tatu cha kutoa ni miili yetu.
Okay. Na ninaposema kutoa mili yetu ore raajo pikintai seseni lang katika Warumi 12 mstari wa kwanza, ore to Roman 10 orkeri lenye le dukuya inasema itoeni mili yenu nejo entai seseni linyi iwe dhabihu metaa olasar impendezayo Mungu. oitishipa olairoriani. Itoeni mili yenu. Entai iti seseni linyi. Hatuhitaji kutoa roho peke yake menarikino nikintai iltauja ake na mawazo yetu peke yake, ondamunot ang'aninche ake, lakini tunahitaji kutoa mili yetu kenarikino sii nikintai seseni lang ili hata mili hii paa ore sii ele sesen iweze kumtumikia Mungu. netumoki aisiai olairoriani. Jina la Bwana lisifiwe sana. Mesisi enkarne Yesu. Nasema jina la Bwana lisifiwe. Mesisi enkarne Yesu. Kwamba hata kama umetoa roho yako na umetoa mawazo yako, bado mwili wako unahitajika. Mili yetu tunaitoa kufanya nini? Moja, tunaweza kuomba na kufunga ili mili hiyo itolewe kama dhabihu kwa ajili ya kanisa. Hapo tunapigana vita mbele za Mungu kwa ajili ya kupigana na nguvu za giza na mapepo mabaya, na Mungu hufurahishwa sana na dhabihu hiyo ya maombi. Tunapofunga na kuomba, tunakataa kula na kunywa, tunatoa mili yetu kama dhabihu. Jina la Bwana lisifiwe. Nasema tena jina la Bwana lisifiwe. Vile tunaweza toa mili hii yetu ifanye kazi ya Mungu. Kwa mfano, kuna watu wanapika pale saa hii, wanapika na roho au na mwili. Wanapika na mili yao. Ndio hiyo. Mara nyingine ni mzuri kujitoa mwili wako ufanye kazi kwa ajili ya Mungu. Makanisa kama haya tunajenga, Bishop Luka anaweza kumbuka miaka yetu ya zamani. Sisi ndio tulikuwa tunajitoa na tunaenda kujenga kanisa kama hii, na tunajitoa kujenga bure, yani bila kulipwa na mtu. Kwa sababu mimi nilijua ufundi kiasi, nilikuwa najitoa bandi hii. Tulijenga moja na Rosora na Bishop Luka, tukajenga ingine Wasongiro, ile mnaonaga hapo. Nilikuwa fundi nikijenga hapo pia. Na ninafundisha Bishop Luka kukata so. Kwa sababu alikuwa na nguvu nyingi sana. Anatumia nguvu yote kukata. Anafikiri ati atakata mara moja. So inakaa makona hivi. Lakini wanang'ang'ana. Wakiwa na ndugu zetu wengine wanapigilia huko mabati na kila kitu, na tunajenga. Wamama wanajitoa.